Kama unamlisha nguruwe wako wa kunenepesha wa kilo 80, chakula kile kile unachomlisha nguruwe wa kilo 30, hakika utakuwa umepoteza theluthi 2 ya bajeti yako ya chakula. Leo tutazungumzia njia sahihi za ulishaji wa nguruwe wa kunenepesha. Hapa tunazungumzia feed strategy, ambayo ni hatua muhimu sana kwa mfugaji, ambapo anaenda kujihakikishia faida yake au anaenda kupoteza faida yake kimya kimya. Lakini pia tutaangalia hatua 3 za feed strategy ambazo zitakusaidia kuongeza ukuaji, kuongeza asilimia ya nyama, lakini pia kupunguza matumizi ya chakula kwa kila kilo moja ya uzito mnyama anaoongezeka nao. Hapa tunazungumzia feed conversion ratio. Kunenepesha nguruwe sio kuchukua chakula na kuweka kwenye feeder na huku ukisubiri mambo yakae sawa. Kwa hiyo kama utakuja kufanya makosa katika kuchanganya chakula katika hatua za awali, basi nguruwe wako watakuwa na ukuaji hafifu, lakini pia inaweza kapelekea wao kudumaa. Lakini pia kama utafanya makosa katika hatua za mwishoni, basi nguruwe wako wanaweza kana mafuta mengi na mwisho wa siku yasiokuwa na faida, na bahati mbaya wachinjaji watakukata bei na utakuwa umeshapoteza pesa zako kote kote. Kipindi cha unenepeshaji kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuanzia kilo 30 mpaka kilo 60, ambapo katika hatua hii tumbo la nguruwe ndio linaenda kudhibiti ulaji wa chakula. Nguruwe anaacha kula sio kwa sababu tu kuwa ameshapata virutubisho vya kutosha, isipokuwa ni kwa sababu tumbo lake linakuwa limeshajaa. Lakini katika hatua ya pili hapa huwa tunaanzia kuanzia kilo 60 mpaka nguruwe anapofikia hatua ya kwenda kuchinjwa. Na katika hatua hii udhibiti wa kikemikali ndio unaofanya kazi kwamba nguruwe anaacha kula. Virutubisho kama glucose na amino acid kwenye mwili hupeleka taarifa ya kushiba kwenye ubongo, na hapo ndipo nguruwe anaacha kula chakula. Kwa hiyo mfugaji unatakiwa kulisha katika njia tofauti kwenye hatua hizi zote mbili, na ukifanya makosa hapo utakuwa unaharibu feed conversion, yani ile namna ambapo nguruwe anatumia kile chakula kwenda kubadilisha kuwa nyama, na ambapo hapa ndipo faida ya mkulima inapokuwepo. Suluhisho ni nini? Suluhisho sio kupunguza chakula ama kuongeza chakula bila mpangilio, isipokuwa unatakiwa kuangalia mkakati wako wa chakula kulinganisha na mwili wa nguruwe na namna unavyofanya kazi katika kudhibiti njaa katika kila hatua ya ukuaji wa nguruwe katika hatua hii ya unenepeshaji. Na haya ndio mambo matatu yanayoamua mafanikio yako katika ulishaji na kupata faida. Namba 1, udhibiti wa ulaji. Hapa tunazungumzia regulation of intake. Katika hatua ya kwanza, nguruwe wa kilo 30 mpaka kilo 60, uwezo wao kupunguza chakula hutokea kimwili, yani tumbo ndio linaloamua yeye kuacha kula chakula, kwa sababu tumbo likishajaa yeye nguruwe moja kwa moja anaacha kula chakula. Sasa katika hatua hii tunamshauri mfugaji kuwapa nguruwe wake chakula kwa njia ya ad libitum, yani chakula kiwe huru, waache wale wanavyotaka wao, kwa sababu katika hatua hii nguruwe anakuwa na uwezo mdogo sana wa kubadilisha chakula anachokula kwenda kwenye uzito wa nyama anaoenda kupata. Kwa hiyo kwa kilo moja ya chakula anachokula na kwenda kubadilisha kuwa nyama inakuwa huko chini kabisa. Kwa hiyo huwa tunawasukuma wale zaidi ili waendelee kukua. Lakini kwa nguruwe wa kilo 60 na kuendelea mpaka unapofika hatua ya kwenda kuwachinja, wao inakuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu katika hatua hii lengo letu kubwa linakuwa ni kupunguza gharama ya chakula. Kwa hiyo mfugaji unatakiwa upunguze ulaji wa chakula kwa mpangilio maalum. Kwa nini ni muhimu kudhibiti ulaji wa chakula katika hatua hii? Kwa sababu nguruwe akila chakula kingi zaidi ya uwezo wake wa kujenga nyama, chakula kinachobaki anakibadilisha na kuwa mafuta, ambapo yanakuongezea gharama kubwa isiyokuwa na faida. Kwa hiyo ulishaji wa udhibiti katika hatua hii ni muhimu, ni kwa sababu tu kwamba inalazimisha ukuaji wa nyama safi, lakini pia itakusaidia wewe kukuongezea ufanisi wa matumizi ya chakula. 2, lisha kwa kuzingatia hatua za ukuaji wa nguruwe. Kama utakuwa unatumia aina moja ya mchanganyiko wa chakula kuanzia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho katika kipindi cha unenepeshaji, basi utakuwa umewapatia amino acid kidogo sana katika hatua za mwanzoni, lakini huku utakuwa umewazidishia amino acid nyingi katika hatua za mwishoni. Matokeo yake unapoteza ufanisi wa ukuaji na kuongeza gharama bila ya sababu. Kwa hiyo ulishaji wa hatua kwa hatua ni muhimu sana, na mfugaji unatakiwa uwe na mchanganyiko wa aina tofauti tofauti kulingana
na hatua za ukuaji wa nguruwe, na amino acid inakuwa inapunguzwa kadri nguruwe anavyoendelea kukua. Kwa hiyo ni muhimu sana mfugaji kuzingatia kuwa na makundi ya aina ya chakula ambayo yanaendana na rika la nguruwe na jinsi nguruwe wako wanavyokuwa wanakuwa. Kufanya hivi itakusaidia kuboresha protini ndani ya mwili wa nguruwe, lakini pia itakusaidia kupunguza wastani wa gharama ya chakula kwa kila kilo ya nyama ambapo mnyama wako anakuwa anaongezeka. Kingine ambacho naweza nikakuongezea kuwa ulishaji wa kuwatenga madume na majike ni muhimu sana. Haya ni majaribio ambayo yalishawahi kufanyika, hata wewe unaweza kuyafanya, kwamba ukiwatenga madume na majike inaweza ikakusaidia wewe hadi kuongeza kwa 3% ya ukuaji wa nyama safi. Yani hapa tunazungumzia lean meat, inakuwa inaongezeka kwa 3%. Hata pia inaboresha hata ule ufanisi wa ukuaji wa nyama kati ya dume na jike. Lakini pia inasaidia pia kupunguza gharama ya chakula, kwa sababu dume aliyehasiwa ukienda kumnenepesha, kiasi cha chakula anachokihitaji kwenda kukibadilisha kuwa nyama ukimlinganisha na yule jike vinakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba gharama ya chakula cha kutengeneza chakula cha dume wa kunenepesha na gharama ya kutengeneza chakula cha jike wa kunenepesha vinaweza vikaa tofauti kidogo, kwa sababu huyu dume atatumia gharama kidogo sana, lakini jike atatumia gharama nyingi zaidi. Kingine, kwa nini tunakushauri kuwatenga madume na majike? Unajua madume asili yake ni yana nguvu sana. Kwa hiyo kama utachanganya madume na majike, madume yatakuwa yana push wale majike kuwaondoa ili wao waweze kula chakula. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta dume linakula chakula kingi sana ukilinganisha na jike. Wanatawala eneo la chakula, wanakula kwanza wao mpaka washibe, wakisha shiba ndo wanawaachia majike kuja kula. Kwa hiyo unakuta majike wanapata chakula kidogo, madume wanakuwa wanapata chakula kingi. Na madume wakishakula zaidi ya hapo, unakuta sasa chakula kinakachobaki kinabadilika kuwa mafuta. Kwa unakuta wao wanakuwa na mafuta, lakini majike wanakuwa hawana mafuta. Kwa hiyo unapowatenganisha utakuwa umepata udhibiti bora wa chakula au udhibiti bora wa ulishaji wa madume na majike. Kwa hiyo madume watakula chakula ambacho anastahili na majike atakuwa amepata chakula ambacho anakistahili. Kwa mwisho wa siku utakuta unapata nyama safi, lakini pia utakuwa umetumia ufanisi mzuri sana wa chakula, lakini pia itakusaidia moja kwa moja kuweza kupunguza gharama yako ya chakula. 3, saizi ya chakula unachowapa nguruwe wako. Hapa tunaangalia aina ya chakula unachowapa nguruwe wako. Je, unawapa unga au unawapa zile chembe chembe, yani particle au huwa tunasema palaza. Ili uweze kudhibiti matumizi ya chini sana ya chakula na ukuaji wa haraka wa kila siku, unatakiwa kuhakikisha kuwa 80% ya chakula unachowapa nguruwe wako kipo katika chini ya milimita 1. Yani zile chembe chembe za chakula saizi yake inatakiwa iwe chini ya milimita 1. Kwa hiyo tafiti nyingi zinaonyesha kwamba aina hii ya chakula ambacho unaenda kukitumia huwa kinaboresha matumizi ya wanga katika mwili wa nguruwe. Umeona? Na jambo hili unaweza kulidhibitisha kabisa kwa kwenda kuangalia kinyesi cha nguruwe wako. Kwa hiyo uwe una desturi ya kuangalia kinyesi cha nguruwe anachokunya kwa ajili ya kuona je, digestion yake inafanya kazi vizuri. Kwa mfano, kuna wale ambao huwa tunawapa pumba zile zenye mapepe mengi sana. Yaani unakuta pumba haina chakula, inakuwa na mapepe mengi sana. Kwa hiyo ukimpa nguruwe akisha kula, akienda kunya ataenda kulinya kama jinsi lilivyo. Fanya hivi, wewe unaweza kuchukua kwa nguruwe unaowanenepesha, hata nguruwe wengine, chukua kile kinyesi. Ukishachukua kile kinyesi, tia kwenye maji. Ukishatia kwenye maji, kikoroge. Ukisha kikoroga, anza kuchuja. Utaona vitu ambavyo unaweza kujiridhisha. Umeona? Kwa hiyo kama utamlisha nguruwe particle ya chakula itakuwa ni kubwa zaidi, lazima nguruwe atakula na mwisho wa siku ataenda kuinya kama jinsi ilivyo. Kwa mwisho wa siku ni nini? Nguruwe atakuwa hajapata virutubisho kutokana na chakula alichokula, kwa sababu amekila lakini ameenda kukinya kama kilivyo. Kwa hiyo ukija ukiapa hata yale pumba zenye makapi mengi sana, nguruwe atakula, akishakula akienda tumboni hatafanywa digestion na mwisho wa siku akienda tena atayanya kama jinsi yalivyo. Kwa hiyo utakuta kwenye nini? Kwenye kinyesi cha chakula. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda kuchunguza kinyesi ili kuweza kujidhibitishia hiki ambacho ninachokisema hapa, kwamba aina ya chakula unayowapa nguruwe wako inaweza kuwa msaada mkubwa sana katika matumizi yako ya chakula, lakini pia katika kuongeza ufanisi wa ukuaji wa haraka wa kila siku. Lakini natakiwa kuzingatia au kitu ambacho natakiwa kukwambia ambacho natakiwa yani kama ni onyo, sehemu hii ya chakula pia, kama chakula utakisaga sana
yani kitakuwa kina unga sana, kinaweza kikasababisha asasi, yani kwamba inaweza kusababisha chubuko kwenye utumbo wa nguruwe. Lakini katika sehemu hii ambacho kuna kitu ambacho mfugaji unatakiwa kuzingatia, hii naweza nikasema kama onyo. Ukisaga chakula na kikaa unga sana, hii inaweza kapelekea vidonda vya tumbo katika utumbo wa nguruwe. Hapa mfugaji unatakiwa pia uzingatie na kuliangalia kwa umakini. Sasa nini cha kufanya? Mfugaji unatakiwa ufanye nini? Hapa mfugaji unatakiwa kukifanya kwamba unatakiwa kuwapa chakula laini katika hatua za mwanzoni ili kuweza kuwasukuma nguruwe waweze kukua kwa haraka. Na kadri nguruwe wanavyokuwa wanakuwa, unatakiwa kuongeza asilimia za chembe ya chakula ili kisiweze kuwapelekea matatizo ya utumbo au kisiweze kupelekea asasi ndani ya tumbo la nguruwe. Kwa hiyo nguruwe wanapokuwa bado wadogo, tutawapa chakula ambacho chenye asili ya unga ili kuweza kuwaongezea feed intake, lakini pia ili kuweza kuwaongezea wao waweze kula chakula kwa haraka na waweze kukua kwa haraka. Lakini na kadri nguruwe wanavyoenda kukua, wanapoenda kufikia hatua ya mwishoni kule, basi tutaongeza hii chembe ya chakula mpaka kufikia milimita 1, ambayo nayo hii itawasaidia wao kuweza kuwapunguzia vidonda vya tumbo visiweze kuwapata. Nguruwe wa kunenepesha, epuka sana kuwapa chakula aina cha pellet, kwa sababu utafiti unaonyesha chakula cha aina ya pellet kimekuwa kikiwasababishia sana nguruwe kupata vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unashauriwa kuwapa chakula aina ya mash feed. Unatakiwa kuwapa chakula cha aina ya mash feed. Mash feed ni chakula kile chenye unga ambacho kimechanganywa vizuri. Kwa hiyo kile chakula kama utawapa kwa udhibiti, yani wasile zaidi ya kiwango chao wanachotakiwa kula kwa siku, hii inaweza ikapelekea wao kuwa na ukuaji mzuri sana, lakini pia inaweza ikadhibiti kabisa nguruwe kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo au asas. Kwa hiyo hivi ndio vitu vya muhimu sana ambavyo mfugaji unatakiwa kuvizingatia, ambapo pia vinaweza vikakupelekea wewe either ukapoteza faida yako yote au ukaongeza faida katika ufugaji wako wa nguruwe. Mabadiliko madogo ambayo yanaweza kutokea katika feed conversion ratio. Feed conversion ratio hapa tunazungumzia kwamba ile namna nguruwe ambapo anakuwa na uwezo wa kubadilisha kile chakula anachokula kugeuka kuwa nyama. Kwamba kilo moja ya chakula ambacho anakula nguruwe labda kinaweza kikatengeneza labda gramu 200 au gramu 300 za nyama. Sasa ile ndio inaitwa feed conversion ratio. Sasa mabadiliko madogo yanapotokea hapo, yanaweza yakakupelekea wewe ukapoteza pesa zako. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuwa nguruwe hatakuwa amekuwa kwa uhitaji ambao unautaka wewe. Kwa mfano, kila siku labda nguruwe alikuwa atakiwa kuongezeka kwa gramu 200 au gramu 300. Sasa kama itatokea tofauti ya hapo ya feed conversion ratio, kwa hiyo utakuwa umepunguza zile kilo za nguruwe kufanyaje kuongezeka. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa kukizingatia. Kingine ni upotevu wa chakula. Mimi siku zote huwa nasema kile chakula unachokiona shambani, ile ni pesa. Ulichukua pesa ukampa mtu akakupa pumba, kwa mlibadilishana. Umeona? Kwa kile chakula usikione kama pumba, usione kama labda ni nini. Ile ni chakula. Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia au kudhibiti upotevu wa chakula shambani kwako. Tengeneza fida zako nzuri ambapo uhakikishe kile chakula unachowapa nguruwe wanakula chote. Usiwe unatamani kuona vyakula vimemwagika. Usipoteze chakula sana. Lakini wakati mwingine tazama we mwenyewe, vijana wanapoenda kufagia, hebu jaribu kupima kile chakula ambacho kimebaki au chakula ambacho nguruwe amemwaga. Ni kilo ngapi ya chakula umekuwa umeshapoteza? Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia upotevu wa chakula. Tengeneza fida nzuri ambazo kitakuwa zina save wewe au zinakusaidia wewe usiweze kupoteza chakula kingi sana chini. Yani usitupe pesa zako chini. Hakikisha unatengeneza fida nzuri ambazo zitasave chakula chako. Lakini pia zingatia afya ya nguruwe, kwa sababu nguruwe wagonjwa watakula chakula kidogo na hivyo huweza kupelekea matatizo ya ufanisi wa ukuaji wa nguruwe. Kwa hiyo hakikisha nguruwe unaowanenepesha wanakuwa wako fit kwa afya kila wakati. Kwa zingatia kuangalia, je, ameumwa au hajaumwa. Lakini pia zingatia katika kuwapunguzia stress. Hakikisha nguruwe wako wa kunenepesha hawapati stress za mara kwa mara, kwa sababu wakipata stress wanapunguza ulaji wa chakula. Wakipunguza ulaji wa chakula wanapunguza ukuaji. Wakishapunguza ukuaji, mwisho wa siku chakula chako wamekula na hawajakuwa, na mwisho wa siku utakuta wameshatumia pesa zako zote. Mwisho wa siku unaanza kulia au unaanza kuona ufugaji hauna faida, unaanza kukata tamaa. Kwa hiyo zingatia kabisa
afya ya nguruwe wako unaowanenepesha. Mazingira pia ni muhimu sana. Kwa sababu gani mazingira ni muhimu sana? Katika kipindi cha baridi, watu wa Iringa, Mbeya, mpaka mikoa ya baridi kule, katika kipindi cha baridi nguruwe anakula chakula kingi sana ili aweze kujitengenezea nishati ya joto, umeona? Lakini pia watu wa Dar es Salaam, Pwani na mikoa mingine yote yenye joto, nguruwe anakula chakula kidogo sana katika kipindi cha joto, kwa sababu mwili wake unakuwa na joto sana, kwa hiyo atakula chakula kidogo sana. Kwa hiyo mazingira ni muhimu sana, yanaweza yakaathiri ukuaji wa nguruwe wako. Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia kwa nguruwe wako anakaa katika mazingira mazuri. Kama upo katika kipindi cha baridi, basi unaweza kutumia chakula kingi sana katika kutengeneza kilo moja ya chakula. Lakini pia mtu anaishi katika kipindi cha joto, yeye huyu bwana atakuwa yuko katika hatari sana ya kupoteza ukuaji wa nguruwe, kwa sababu nguruwe wake watakuwa nakula chakula kidogo sana. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta nguruwe hapati ukuaji mzuri ambao alikuwa ameutegemea. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza kaathiri ukuaji wa nguruwe wako. Kwa hiyo mfugaji unaweza kuwa una formula nzuri sana ya chakula, lakini kama mambo yataenda ndivyo sivyo, basi feed conversion ratio yako itaporomoka sana. Kwa hiyo namna ya nguruwe kubadilisha chakula kuwa nyama huathiriwa na vitu vingi sana. Hauathiri na kitu kimoja tu, kuna vitu vingi sana huwa vinaathiri sana. Hata pia ule uachishaji wa nguruwe, unapoenda kumwachisha nguruwe, nguruwe anapokuwa mdogo pale, ukishamwachisha, kama katika hatua ya uachishaji nguruwe hukuachisha vizuri, basi hii inaweza kapelekea pia nguruwe wako katika ukuaji wa mbeleni ikawa ni shida sana. Unaweza kutazama video yetu ambayo tulishaitoa hapo mwanzoni kwamba inayoelezea kwamba jinsi ya kulea vitoto vya nguruwe vyenye afya. Video hii inakuelezea namna ya kuweza kuwatengeneza nguruwe kutoka wanapozaliwa mpaka unapokuja kuachisha, namna gani ya kuwalea vitoto ili wapate watoto wenye afya, ili wasije kukusumbua katika kipindi cha grow na unapoenda katika hatua ya finisher. Pia ni muhimu sana kuzingatia katika hiyo hatua ya ukuaji wa nguruwe. Kwa hiyo mfugaji mwenzetu, hebu tuambie katika hatua ya ufugaji wa nguruwe, katika hatua hii ya kunenepeshaje, ni sehemu gani ambapo ulikuwa unakosea? Sisi tunaitwa Laudao Hawks Farm, tunapatikana Kibaha Kongowe kwa namba 0712979511. Usiache kusubscribe, kulike, kuturn notification on ili uwe mtu wa kwanza kupata masomo yetu ya kila wiki.